Fundisho ambalo tuko nalo jioni ya leo ambalo tunataka tutafakari kwa pamoja, tutakwenda kujifunza kuhusu mawazo. Lakini zaidi sana tutajifunza kuhusu mawazo mabaya. Maana tukisema mawazo peke yake bila kuweka hiyo neno mbaya au mabaya, inaweza kutupeleka kwa mambo mengi. Sasa hatukuji kujifundisha mawazo, lakini tunajifundisha juu ya mawazo mabaya. Maana mawazo, kuna mawazo mazuri na pia kuna mawazo mabaya. Bwana asifiwe sana. Na moja kati ya vitu ambavyo Mungu amepea mwanadamu ni uwezo wa kuwaza. Uwezo wa kuwaza. Na pia katika kuwaza kuna kipengele pia cha kufikiri. Yote ni familia moja, lakini kuna kautofauti kidogo. Bwana asifiwe. Lakini yote ni yako kwenye familia moja. Kuwaza na kufikiri. Kwa hiyo sasa kuwaza au mawazo ni moja kati ya uwezo mkuu wa mwanadamu. Ni moja kati ya vitu ambavyo wanyama hawana. Wanyama sina uhakika kama wana uwezo wa kuwaza. Sidhani kama wana mawazo. Bwana tusaidie sana. Sidhani kama wanaweza kukaa waanze kuwaza, wala wakati mwingine wafikiri. Sidhani. Ijapo siwezi kuhakikisha kwamba kweli wanyama hawana ule uwezo wa kuwaza wala kufikiri, lakini sidhani kama wako na ule uwezo. Bwana tusaidie sana. Sasa mwanadamu alipewa huo uwezo wa kuwaza. Kwa kuwaza ni jambo nzuri. Isipokuwa pia katika kuwaza shetani anaweza kuingilia katika mawazo ili kutuchafua. Shetani anaweza kuingilia pia hata katika mawazo yetu ili kutuchafua. Lakini kuwaza ni Mungu ametupatia ule uwezo wa kuwaza. Na kuwaza si jambo mbaya, lakini kuwaza ni jambo nzuri. Isipokuwa tu chochote ambacho Mungu alikifanya kwa uzuri, shetani pia naye hujaribu kukiingilia ili kupitia hicho kizuri ambacho Mungu amekifanya aweze kutengeneza pia ubaya, aweze kupenyeza ubaya. Ni kama jinsi Mungu alivyotupatia uwezo wa kuongea. Kuongea ni jambo nzuri. Bwana asifiwe. Kuzungumza ni jambo nzuri, kuongea ni jambo nzuri. Lakini pia ule uwezo ambao Mungu ametupatia wa kuongea tofauti na wanyama. Maana wanyama sidhani kama wanaongea, sijui kama wana lugha zao ambao wana communicate wao kwa wao. Inawezekana wako na lugha zao ambao wana communicate wao kwa wao. Bwana tusaidie. Lakini sisi Mungu ametupatia uwezo mkubwa sana wa kuzungumza. Kwa hiyo kuongea ni jambo nzuri. Lakini pia unaona kwamba kuongea pia shetani anaweza kuingilia ili kutengeneza ubaya. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunaendelea kuhusu mawazo mabaya. Mawazo. Kwa hiyo tukisema mawazo tukisema maana yake, mawazo neno la Kiswahili linaeleweka sana, lakini tukijaribu kupanua ni kwamba mawazo ni mchakato wa kutumia akili na moyo wako kwa kufikiria kitu. Bwana asifiwe. Mawazo ni mchakato wa kutumia akili na moyo. Maana mawazo haiko tu kwenye akili, lakini inahusika pia akili na moyo. Akili na moyo. Si kwenye akili peke yake. Maana tunakumbuka Daudi akiomba anasema mawazo ya moyo wangu yapate kibali machoni pako. Yapate kibali mbele zako. Kwa hiyo mawazo yanaonyesha kwamba mawazo yanatoka moyoni. Na Yesu anaonyesha kwenye sehemu nyingi ya kwamba ndani ya moyo mnatoka mawazo mabaya. Kwa hiyo inaonekana kwamba mawazo hayatoki tu kwenye akili, lakini mawazo yanatoka pia ndani ya moyo. Na ni uhusiano wa akili na moyo. Bwana asifiwe. Na sasa mawazo mabaya kama vile tulivyokwisha kuzungumza kwamba kuwaza yenyewe sio vibaya na sio dhambi. Kuwaza yenyewe tu si vibaya na si dhambi. Lakini kuwaza inakuwa vibaya na hata kuhesabiwa kuwa dhambi tunapowaza mabaya. Bwana tusaidie sana. Tunapowaza mabaya ni hapo inakuwa jambo la hatari na pia inafika nafasi ya kuhesabiwa kuwa dhambi tunapowaza mabaya. Lakini kuwaza yenyewe tu haina shida. Na pia kuwaza mabaya ni moja kati ya vitu ambavyo vinachukiza Mungu sana. Unajua sisi kama binadamu tunapojaribu kutazama au tunapojaribu kutafakari
kuhusu ni mambo gani mabaya ambayo Mungu anayachukia sana kuliko vitu vingine, unaweza kuona kwamba yale ambayo sisi tunaorozesha, tunatia ya kwanza ni tofauti na yale ambayo Mungu anaorozesha kwenye maandiko. Bwana asifiwe. Hata waimbaji waliimba mahali hapa ile wimbo ambao inazungumza habari za mizali. Ati kuna vitu visita ambavyo Mungu anavichukia. Hapa baadaye anasema namu ni visaba vitu ambavyo Mungu anachukia sana kuliko vitu zingine. Alafu ile ambayo imekuja kuna namba 1 ilikuja ni gani? Anasema macho ya kiburi. Bwana asifiwe. Namba 1. Lakini wakikuuliza wewe kama mwanadamu, ukikuuliza katika makosa yote au katika mabaya yote ni jambo gani mbaya zaidi, huwezi kusema kiburi. Unaweza kusema labda washerati, uchawi, uwaji na kadhalika. Bwana tusaidie sana. Lakini tunaona hapa kila ambacho Mungu anachukia sana kuliko vitu vingine, namba 1 imekuja ni macho ya kiburi. Jambo la pili imekuja ulimi uzungumza uongo. Unaona? Kumbe uongo ni hatari sana. Bwana tusaidie sana. Lakini wewe hauwezi kujua kama uongo ni hatari sana. Huwezi kujua kama uongo ni machukizo makubwa sana. Wewe unajua tu mabaya sana ni washerati, kuua, uchawi, hao ndio unaona ni wabaya sana. Lakini unajua kama waongo wanakuja namba 2. Bwana tusaidie sana. Alafu cha ajabu sana ni kwamba hautaona mtu ametengwa kanisani kwa sababu amedanganya. Bwana tusaidie sana. Yaani wanadamu wanaona tu kama kudanganya si shida sana. Alafu kilikokuja namba 6 nasema mikono inayomwaga damu isiyokuwa na hatia. Bwana tusaidie sana. Iliyokuja namba 4, moyo uwazao mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Kuwaza mawazo mabaya, moyo unaowaza mawazo mabaya unakuja namba 4. Hapa bado uchawi bado. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie sana. Aseme vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyo chukizo kwake. Na Biblia inaposema vitu chukizo ni zaidi na ni tofauti na kusema uovu, ubaya, dhambi. Yaani chukizo ni kitu kiko zaidi. Yaani kinachukiza zaidi. Bwana tusaidie. Maana kuna ile ambayo tunaita dhambi, makosa, maovu, machukizo. Sasa machukizo ni volume ya juu. Machukizo. Sasa Biblia inasema haya ni machukizo. Machukizo. Moyo uwazao mawazo mabaya ni chukizo. Bwana tusaidie sana. Mawazo mabaya. Na mawazo mabaya ni moja kati ya vitu vigumu mwanadamu kuvidhibiti. Mawazo mabaya ni moja kati ya vitu vigumu mwanadamu kudhibiti. Na inawezekana mawazo mabaya ndiyo ngumu zaidi kudhibiti kuliko vitu zingine zote. Bwana tusaidie sana. Inawezekana, lakini sisemi kama ndiyo kweli, lakini inawezekana kama mawazo mabaya ndiyo ngumu zaidi kudhibitiwa kuliko vitu zingine. Tunaposema kama maneno, maana maneno nayo ni hatari, ni ngumu kudhibiti mdomo, sio rahisi. Lakini afadhali maneno kuliko mawazo. Maana unaweza kuwa unajifunga usiseme mabaya, lakini ukawaza mabaya. Bwana tusaidie sana. Na wakati mtu amemtusi, wamemfanyia kitu kibaya, lakini hakujibu mabaya, anahesabika kama ni mtu mzuri. Lakini inawezekana ijapo hakujibu mabaya kwa mdomo, lakini moyoni mnajaa ubaya. Mna mawazo mabaya, kama nifanye nini? Lakini anajifunga sema mimi ni pastor, acha tu nisi. Bwana tusaidie sana. Lakini moyoni mna mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Kwa mawazo mabaya inawezekana, ijapo sihakikishi, inawezekana ndio shida kudhibiti sana kuliko vitu zingine. Maana huwa tunasema kwamba mawazo nayo ni moja kati ya milango mikubwa ya dhambi. Mawazo ni moja kati ya njia kuu, kati ya milango mikuu ya dhambi kwa mwanadamu. Wale ambao huwa tunaongoza yale mafundisho ya msingi,
kuhusu dhambi na milango ya dhambi kwa maisha ya mwanadamu, huwa tunaweza kwamba vitendo. Bwana tusaidie sana. Mlango wa kwanza wa dhambi ni kutenda mabaya. Kuna kusema mabaya, hiyo ndio mlango. Pia kusema ndio ni mlango mwingine shetani anaweza kupitia kutuchafua. Kuko kuwaza, kuko kutazama, kuko kusikiliza, na pia kuko kuota ndoto. Bwana tusaidie sana. Kwa zote kwa jumla ni njia 6 ambazo yani ni milango 6 ambazo dhambi mara nyingi napitia kwa kuingia kwenye maisha yetu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kwa mawazo nayo ni moja kati ya vitu vigumu kudhibiti, kama vile tulivyokwisha kusema kwamba yawezekana ndio ngumu zaidi, kwa pamoja na ndoto. Maana kuna mtu anaweza kuwa ameokoka, yuko kanisani, anashiriki ibada, anafanya kazi kanisani, lakini bado anaota ndoto mbaya. Kwa hiyo ukifika nafasi ambapo unaanza ndoto mbaya zimekuacha, ni moja kati ya alama kwamba moyo wako, nafsi yako imekuwa safi. Bwana asifiwe. Maana ni mara chache ndoto zidanganye. Maana ndoto inakuonyesha ukweli wa ndani yako, ukweli ulio ndani ya moyo wako ambao watu wengine wenda hawajui. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo inawezekana mtu akaujua jinsi ya kujilinda na vitendo vibaya. Ukakuta mtu mcommunity hana kesi mbaya, hana ushuhuda mbaya kwamba huyu mtu amemkorofisha mtu fulani, yani anajua kujitunza. Yani huyo amejizuia na matendo mabaya. Mtu anaweza kujizuia na maneno mabaya, lakini akashindwa kujizuia na mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Inawezekana mtu akashindwa kujizuia na mawazo mabaya. Kwa hiyo mawazo ni moja kati ya milango mikubwa ya dhambi. Na mawazo mabaya kwa kiasi kikubwa inazalishwa na kuona na kutazama au kuangalia mabaya. Kwa kiasi kikubwa. Si kwamba mawazo mabaya yote yanazalishwa na kuona na kutazama. Kuna mengine inaweza kukuja bila hata kutazama wala kuona. Bwana tusaidie. Lakini kwa kiasi kikubwa mawazo mabaya inazalishwa na kuona na kutazama au kuangalia mabaya. Maana kuna utofauti kidogo kati ya kuona na kutazama. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kuna utofauti kati ya kuona na kutazama. Yaani kutazama ni sawasawa na kuangalia. Kutazama ni sawasawa na kuangalia, ni tofauti na kuona. Kwa hiyo alafu mlango mwingine au tunasema pia kwamba njia nyingine ambayo inazalisha mawazo mabaya ni kusikia na kusikiliza mabaya. Kusikia na kusikiliza mabaya. Maana pia kuna utofauti wa kusikia na kusikiliza. Sawa jamani? Kuna utofauti wa kusikia na kusikiliza. Kama vile kuna utofauti wa kuona na kutazama. Inaeleweka hiyo? Maana kuona unaweza kuona tu. Lakini kutazama ni kukiwekea sasa kitu umakini wako. Kukipatia muda, kukipatia umakini. Yaani kufocus, hiyo ndio kutazama au kuangalia. Ni tofauti na kuona. Kama wakati mtu anaochi TV, anasema anaona TV au anatazama TV. Ninaona TV au natazama TV au naangalia TV. Natazama au naangalia, lakini usisema naona. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu akiochi TV wakati ule hauoni, lakini unatazama. Bwana tusaidie. Unatazama. Maana tumesema kama kutazama ni kukiwekea kitu sasa umakini. Kile ambacho umeona sasa unakitazama ili ukione vizuri. Kwa hiyo kuona mabaya si shida sana kama kutazama mabaya. Tuko pamoja? Kuona mabaya si shida sana kama kutazama au kuangalia mabaya. Maana tunasema kuona unaweza kuwa umeona lakini haujakipatia muda, haujakipatia umakini wako. Lakini kutazama na kuangalia
Yaani ni kitu ambacho umekiona, alafu sasa unakipatia muda, unakipatia umakini wako. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 5:28, Mathayo 5:28, Biblia inasema, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Si kuona mwanamke, kutazama. Bwana tusaidie sana. Sijui kwa nini walisema tu atazamaye mwanamke na asiseme pia atazamaye mwanaume. Yaani wanawake hawawezi kuwatazama wanaume na kuwatamani. Ni wanaume tu ndio wanaotazama kati wanawake na kuwatamani. Hivyo tu. Basi acha tuendelee tu. Bwana asifiwe. Maana inafikiriwa kwamba udhaifu wa mwanaume uko kutazama tukumacho tu. Lakini mwanamke udhaifu wake ni masikio. Mwanamke akiambiwa maneno, hapo ndipo kwenye udhaifu wake. Anaambiwa, tunaona hata Hawa aliambiwa tu na baadaye akaja kujikuta ameshaanguka. Bwana asifiwe. Sasa acha turudi kwenye fundisho letu. Hata Biblia inasema kwamba, lakini mimi nimewaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Atazamaye, siye aonaye, atazamaye. Yaani ile kutazama ni tofauti na kuona. Kumwona tu mwanamke tu hivi tu, hata kama umemwona labda kwa anavaa vibaya, hiyo sio shida. Lakini kumtazama sasa, njoo naweka umakini wako wote. Uangalie gisi miguu yake inatembea hivi. Uangalie gisi kiuno chake kinatembea hivi. Hapo sasa ndio kunazaa shida. Bwana atusaidie sana. Wewe mpaka unageuza uso. Wewe ulikuwa unatazama, ulikuwa unatembea unatazama huko. Unajua siku moja boda aitafuta kuniangusha. Bwana tusaidie sana. Boda aitafuta kuniangusha Mlaga sehemu fulani hivi. Sisi tuko tunakwenda, boda na anaona msichana anapita, anageuza na iko na jamani. Sasa boda, wewe ni shida gani? Asema mzee, basi unajua si vijana. Ona mchinga. Bwana tusaidie sana. Sasa hapo ndipo kwenye shida. Hapo ndipo kwenye shida. Yaani si kuona si shida sana, lakini kutazama. Kuangalia. Bwana tusaidie sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana tumesema kwamba kuna utofauti kati ya kuona na kutazama. Kwa hiyo tumesema kwamba mawazo mabaya kwa kiasi kikubwa inazalishwa na kuona, lakini zaidi sana kutazama na kuangalia mabaya. Kutazama na kuangalia kwa kiasi kikubwa zaidi sana. Alafu pia kuna kule kusikia na kusikiliza. Unaweza kuwa kunapita tu nasikia watu wakiongea. Lakini sasa kusikiliza ni tofauti sasa na kusikia. Maana hauwezi kujizuia usisikie. Lakini unaweza kujizuia usisikilize. Bwana tusaidie sana. Kusikia si shida sana. Hatuseme kama si shida, lakini ni shida, lakini si shida sana kusikia mabaya. Lakini kusikiliza sasa, kuyapatia nafasi, unasikiliza. Hapo ndipo kunazaa mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunaona kwamba kinachozalisha mawazo mabaya kwa kiasi kikubwa ni kule kutazama mabaya au kuangalia mabaya na kusikiliza mabaya. Inazalisha mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Alafu kwenye maisha yetu tusikubali mawazo mabaya kutawala mioyo yetu. Tusikubali mawazo mabaya tafadhali kutawala mioyo yetu. Maana kuna uwezekano wa kuziwia mawazo mabaya sitawale moyo wako. Kama vile tulivyokwisha kuzungumza kwamba kinachozalisha mawazo mabaya kwa kiasi kikubwa ni kutazama na kusikiliza mambo mabaya. Ijapo pia kuona na kusikia pia inachangia, na kutendewa na inachangia Yesu tasamahani. Kutendewa vitu vibaya na inachangia kuzalisha mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Inasaidia kwa kuzalisha mawazo mabaya, kutendewa vibaya, hata kuona vitu vibaya tu, hata kama hujatazama na kuangalia, hata kusikia tu mtu akikusemea maneno mabaya, hata kama
haukukaa hapo usikilize, lakini pia nayo inazalisha mawazo mabaya. Sasa kama watu wa Mungu tuelewe kwamba mawazo mabaya ni hatari kwa kuchafua nafsi zetu, ni hatari. Na mawazo mabaya inaweza kuja hata kama hujatembea, ni tofauti na vitu zingine, ni tofauti na vitu zingine. Unajua kuna mambo mengine, kuna shida zingine zinaweza zikakupata, au kuna uchafu mwingine unaweza kukupata mpaka wewe umetembea, umetoka mfensi yako. Lakini mawazo mabaya inaweza kukukuta hata mfensi, hata mkitanda. Mawazo mabaya inaweza kujitokeza. Kwa mawazo mabaya usiyaruhusu yatawale. Bwana tusaidie sana. Usiruhusu mawazo mabaya kutawala moyo wako. Moja kati ya vitu ambavyo Biblia inasema tuviondoe kwenye maisha yetu ni mawazo mabaya. Tunapotazama kwenye kitabu cha Kolosai 3:5. Wakolosai 3:5. Wakolosai 3 mstari wake wa 5. Biblia inasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Amen. Mawazo mabaya ni miongoni mwa vitu ambavyo Mtume Paulo alipoandikia Wakolosai anasema vifisheni, yani mviharibu kabisa, muangamize. Msiruhusu mawazo mabaya yaweze kuonekana ndani ya mioyo yenu, maana mawazo mabaya inachafua, inanajisi, ni hatari. Ni moja kati ya vitu ambavyo tumeona Mungu anavichukia sana kule kwenye kitabu cha Methali sura yake ya 6 na mstari wake wa 16 hadi 18. Bwana tusaidie sana. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinachukiza. Kwa hiyo tujihadhari, tusikubali mawazo mabaya kutawala mioyo yetu. Lakini moja kati ya vitu ambavyo tunapiganisha kama watu wa Mungu, Bwana Biblia inasema kwamba njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Kwa tunapojitahidi kujitenga na uovu, usijitenge tu na vitendo vibaya, usijitenge tena, usifanye vita tu kwa kujitenga na vitendo vibaya, usifanye vita tu kwa kujitenga na maneno mabaya, lakini pia hakikisha umejitenga na mawazo mabaya. Bwana tusaidie sana. Maana kama vile tulivyokuwa kuzungumza kwamba kuna watu ambao wanadhani kwamba mawazo mabaya si shida sana. Wanaona tu kama si shida sana, lakini kwa macho ya Mungu mawazo mabaya ni shida sana, maana mawazo mabaya yanazalisha mabaya. Ikifika nafasi ambapo mawazo yamekuwa mabaya, sasa inazalisha sasa mambo mabaya, inazalisha vitendo vibaya. Na yani utaona kama vitu vyote ikishafika mawazo kishakuwa mabaya, ni vigumu kusema mtu aweze kuwa mzuri. Unaweza kuwa mzuri kwa macho ya watu, lakini kwa macho ya Mungu utakuwa tu mbaya baada tu ya mawazo kuwa mabaya. Bwana tusaidie sana. Maana mawazo hapo ndio inakuwa kama edikota sasa. Ndio inakuwa sasa edikota ya vitu vyote sasa kutoka ndani sasa ya moyo. Ikishafika kama mawazo mabaya, sasa hapo ndipo kunazalisha kila kitu kibaya. Maana ukishakuwa na mawazo mabaya, lazima tu utakuwa na tabia mbaya. Utakuwa na tabia mbaya. Alafu tabia mbaya inazalisha maisha mabaya. Kutona kwamba mawazo kiachitengeneza imekuwa mabaya, moyoni mmekuwa mawazo mabaya, sasa hapo ni edikota ya mabaya. Bwana tusaidie sana. Kwa kama watu wa Mungu, kama wacha Mungu, tunavyojitahidi kujitenga na uovu, hakikisha pia moyo wako hauruhusu mabaya kutawala. Usiruhusu moyo wako mabaya kutawala. Maana kuna uwezekano, kama vile kuna uwezekano pia wa kutawala midomo yetu. Kuna uwezekano wa kutawala midomo yako isizungumze mabaya. Kuna uwezekano. Na pia kuna uwezekano kutawala moyo wako usiwaze mabaya. Kuna uwezekano. Usifikiri kwamba haiwezekani. Inawezekana. Bwana asifiwe. Inawezekana. Na ili tuweze kuwa safi mbele za Mungu. Maana mwanadamu hawezi kujua kama una mawazo mabaya hapo ulipo. Hawezi kujua. Hakuna mtu atajua mimi ninafikiria nini na unawaza nini ndani ya moyo wangu. Hakuna. Kwa watu wanaweza kunishuhudia mazuri kwa sababu hawajui kilicho ndani ya moyo wangu. Lakini Mungu anaona mawazo. Mawazo. Kabla haujatenda, Mungu anaona mawazo kule ndani kwenye mzizi wa moyo. Bwana tusaidie sana. Kwa hakikisha tunapokuwa tukiomba Mungu kwamba Mungu tubadilishe,
Mungu, tufanye unavyotaka. Pia mwambie Bwana, naomba mawazo mabaya yasitawale moyo wangu. Mungu anapotutazama kwa macho ya kimungu, anapotazama hata eneo la mawazo, aone ndani ya moyo wako hamuna mawazo mabaya juu ya mtu. Hakuna mawazo mabaya juu ya jambo lolote mbaya. Huyo ndio moyo safi. Bwana asifiwe. Biblia inaposema kweli, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Unajua kwenye moyo hakuwezi kuwa vumbi. Haimaanishi vumbi wala tope, lakini inamaanisha tu mawazo mabaya. Heri wenye moyo safi, na maana heri wenye watu ambao ndani mwao hamuna wazo mbaya. Heri wenye moyo safi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna uwezekano usifikiri mabaya. Pamoja na kuomba Mungu, kuna uwezekano Mungu akakupatia msaada, akakubadilisha. Kila chochote ambacho tunakiwaza, hata ambacho mbali kitaka kuja ndani mwako, unalikataa. Kama vile unavyotaka, kama vile kunaweza kukitokeza kitu kibaya kwenye uso wako, unakataa kukipatia umakini. Inawezekana. Hata kusimu yako, wakati mwingine kunaweza kukaja kitu kibaya. Kwa mfano kama uko kwa Facebook, unaweza kuna tafuta labda jina fulani, au unaangalia mapicha Facebook, unaona kunakuja kitu kibaya, au picha mbaya, labda mwanaume yuko uchi au mwanamke yuko uchi. Sasa wewe sio sasa wewe sasa kudownload sasa utazame ikoje sasa. Bwana tusaidie sana. Unaweza kuona tu hivyo na unapita, hiyo haijakuwa shida. Kama jinsi kuna uwezekano macho yetu tunayazuia yasifocus kwa vitu vibaya, pia hata mioyo yetu tunaweza tukaizuia isiwaze mabaya. Yaani mabaya yasitawale moyo mpaka kaanza kuyaota. Bwana tusaidie sana. Kwa kuomba Mungu kuna uwezekano. Na pia unaweza kusema mimi nataka nifikiri tu cha kitu fulani. Unajua pia tumesema kama kuna kufikiri kitu ya kutafuta suluhisho ya tatizo fulani ambalo uko nayo. Hiyo ni tofauti na kuwaza tu ujinga. Ni tofauti. Maana kuna wakati unaweza kuwa na changamoto fulani, alafu unaipatia nafasi ya kuitafakari, ya kuifikiri, ili uone utafanya aje, itakuwaje, ili kutafuta suluhisho. Yaani kuna kufikiri kwa kutafuta suluhisho ya jambo fulani ambalo limekutokea. Bwana tusaidie sana. Ndio maana tumesema kwamba mawazo ni jambo nzuri, lakini shetani anaweza kulipitia, anaweza kuliingilia ili atengeneze ubaya. Sasa usikubali shetani aingie kwenye mawazo yako na kutengeneza ubaya. Mungu akubariki.